Karibu katika jiji la Mumbai, jiji la mishimishi mjini, jiji ambalo limekuwa kila mtu anapambana na kitu kinachoitwa maisha. Na hapa kuna kampuni moja ambayo inahusika na kusambaza vyakula mbalimbali kutoka katika maeneo ya majumbani mpaka maeneo ya maofisini kwelikweli. Na hapa katika kampuni moja ya posta tunakutana na mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Saajani. Na huyo mshikaji amekuwa anapiga kazi kwelikweli na alikuwa ejigo bwana, na hapa alikuwa anakaribia kustaafu, lakini ni mshikaji ambaye amekuwa ni mtu wenye huzuni kwelikweli, mtu ambaye alipoteza furaha yake kipindi ambacho alimpoteza mke wake pamoja na watoto wake, na alikuwa ni mtu mwenye stresi kabisa, stresi ile mbaya kwelikweli. Lakini upande wa pili tunakutana na binti mmoja ambaye alikuwa anaandaa madiko, binti ambaye anahisi mume wake amepoteza upendo na muda kwake, kwa hiyo ameamua kutengeneza upendo wake kwa kumtengenezea chakula kitamu sana na kumtumia maeneo ya kazini kwa kutumia ile kampuni ambayo inahusika na kusafirisha vyakula mpaka maeneo ya maofisini kwelikweli. Na leo anaandaa chakula kitamu kwelikweli kwa ajili ya kuhakikisha anarudisha upendo kwa mumewe, na hapa anakabidhi ile kampuni na vyakula vinasafirishwa moja kwa moja na kupelekwa paka maeneo ya maofisini kwelikweli. Na kwa bahati mbaya yanafanyika makosa na chakula kinamfikia mshikaji wetu Saajani, na mshikaji alipoonja kile chakula hakika akawa amekienjoy kwelikweli. Siku ya leo lunch box inarudi nyumbani ikiwa empty kabisa, na binti yetu ambaye anafahamika kwa jina la Ila akawa amefurahia kweli na kuhisi mumewe pengine amekipenda sana chakula chake. Lakini mshikaji aliporudi siku ya leo akawa bado yuko busy, na anaonesha yuko busy na mambo yake tu, na binti akashindwa kuelewa, na anamfuata na kumuuliza mumewe, bana vipi msosi ya leo? Na mshikaji anamwambia, bana msosi tu ulikuwa mzuri lakini maharage yamezidi chumvi kidogo. Na binti yetu anajiuliza imekuwaje, na yeye siku ya jana hakupika kabisa maharage Lakini kwa mshikaji wetu naye madiko yanamchanganya kweli na anaamua kwenda katika hoteli ile ambayo walizani ndio chakula kilipotoka na kuamwagia sifa za kutosha kweli kuhusu yale madiko. Na siku ya leo akiwa kazini bosi wake anamletea mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Shaiki na kumweleza, bana huyu jamaa utafanya naye kazi kwa pamoja kweli. Na mshikaji baada ya kujitambulisha jamaa anafahamika kwa jina la Shaiki, na anamwambia, bana naomba uje mida fulani hivi baada ya lunch tujadili mambo ya kikazi. Lakini mshikaji alipomwangalia mshikaji akaona kwamba ni mtu mwenye story nyingi kweli, anaamua kumkimbia na kuamua kuondoka zake. Siku inayofuata mshikaji tena akawa amepokea kile lunch box pamoja na ujumbe ambao ulikuwa umeambatanishwa pamoja na kile chakula, ujumbe ambao ukisema, hakika chakula nilikuwa nimemwandalia mume wangu, kwa bahati mbaya kimekuja kwako. Na mshikaji naye anajibu kwa barua na kumwambia, hakika chakula chako ni kitamu sana. Na binti yetu anaamua kumshirikisha shoga yake ambaye alikuwa chumba kinachofuata na kumwambia kile ambacho kinaendelea, na shoga yake kumwambia hakika hiyo bado haijamkolea, akamuongeza viungo vya kutosha na kumwambia, shoga yangu hakika endelea kupiga kwenye mshono. Na siku inayofuata tena mshikaji akiwa kazini jamaa yake afahamika kwa jina la Shaiki akawa amekuja, lakini mshikaji alikuwa anamkataa namna fulani kutokana na mazingira ya kazi. Alimuona kama ni mtu ambaye ni mwongeaji na ni mtu ambaye hawezi kazi kweli. Kwa upande wa mshikaji wetu anaendelea kuenjoy madiko kutoka kwa mke wa mtu, ni hatari. Lakini kamchezo kanaendelea kati yao, watu wawili wanaendelea kuchati na kuongea mambo yao, wakaendelea kushare hisia zao tofauti, kila mtu ambacho anakipenda akawa anamshirikisha mwenzake, na wakawa ndo kamchezo kao kila kukicha. Siku ya leo binti anamfuata mume wake na kumwambia, hakika mume wangu tumefika katika kumbukizi ya ndoa yetu. Lakini mshikaji anaonekana kutokujali kabisa na kumpotezea kweli mke wake, ni hatari. Mshikaji wetu Shaiki anaamua kumtolea uvivu na kumwambia mshikaji wetu, hakika umekuwa unanikataa sana. Saajani anamuita na kumwambia mshikaji, bana sasa nitakupatia majukumu ya kazi. Na mshikaji akawa ameenjoy kweli baada ya kuambiwa atapewa kazi kweli, na akawa amefurahi kweli mshikaji wetu. Na mshikaji wetu tena kama kawaida wakaendelea kuwasiliana na yule binti ambaye anafahamika kwa jina la Ina. Na leo akawa amemkaribisha mshikaji wake Shaiki hawezi kupata yale madiko, lakini naye mshikaji akawa amesifia kweli na kuuliza, hakika hiki chakula kimetoka wapi, hakika ni kitamu kweli. Na binti yetu siku ya leo anaamua kumwandikia barua mshikaji na kumwambia hakika ana wasiwasi na mumewe, hakika kila nguo anaporudi mumewe kutoka kazini imekuwa ikinukia marashi ya kike, ni hatari kweli.
Na siku ya leo katika upande wa kazi meneja anamuita na kumwambia hakika huyu jamaa ambaye unamuelekeza kazi leo ametoa boko kweli. Lakini jamaa anamkingia kifua na kumwambia bosi hakika mambo yote nitayarekebisha na kuyaweka sawa kweli. Mshikaji wetu Sajani anampa mipango mizuri ya kuweza kufanya kazi kweli kwa urahisi, na jambo ambalo liopelekea watu hawa kuwa karibu na mshikaji wetu Shaiki akawa amemtambulisha kwa mkewe. Na mkewe Shaiki anamuuliza bana, vipi kuhusu wifi yangu? Na mshikaji wetu anamwambia hakika mke wangu mimi alishaye kufariki, lakini sasa na mpenzi wangu mpya ambaye anafahamika kwa jina la Ila. Na washikaji hawa wakaendelea kuwa karibu kweli. Na siku ya leo mshikaji wetu anang'ang'ana na kioo kwa muda mrefu sana Na hii yote ni kutokana na promise ambayo walikuwa wamekubaliana na binti apate kuonana naye kwa siku ya leo kwa mara ya kwanza kabisa. Lakini binti anachoma kwa muda mrefu kweli bila kuona mafanikio yote, jambo ambalo lilimnyima usingizi katika usiku wa siku hiyo kweli. Siku inayofuata mshikaji anaandika barua kupitia ile lunchbox na kumtumia binti na kumwambia hakika naomba unisamehe sana kwa kutokea jana, naomba tupange siku nyingine ya kesho uweze kutokea. Na binti bila kuchelewa kama ametokea, lakini mshikaji wetu akawa ameingia ubaridi baada ya kumuona ni binti mdogo na ni binti mrembo kweli. Na mshikaji kiukweli akawa ameshindwa kutokea katika eneo la tukio na kuishia tu kwa mbali akimwangalia binti. Hakika mshikaji wetu akawa ametuangusha kweli wanaume wote. Lakini binti alikomaa kwa muda mrefu na bila mafanikio. Siku inayofuata binti anaamua kufuatilia mguu kwa mguu na watu wa delivery mpaka anafanikiwa kufika katika ofisi ya mshikaji wetu Sajani. Lakini baada ya kufika hapa na kuulizia, anaambiwa hakika huyu mwamba ameshaacha kazi na amestaafu kweli. Na jambo hili linamshtua sana huyu binti na kumuumiza kweli. Anajiuliza itakuwaje. Lakini aliporudi nyumbani akawa ni mtu mnyonge kweli na mtu ambaye ana mawazo kweli. Na kwa upande wa mshikaji wetu naye akawa anaumia sana akiwa na mawazo na kujilaumu kwa nini hakutokea ile siku, na anaamua kufuatilia katika ile kampuni ya usafirishaji wa vyakula kujua ule mkoba ambao ulikuwa unamletea msosi ulitoka sehemu gani. Na watu wakajikuta wamepishana, huyu akienda huku kwenda kumtafuta mwenzie na huyu akawa ameenda huku kumtafuta mwenzie. Na mwandishi wa hii movie anatuachia maswali mimi na wewe na mafunzo makubwa sana kupitia hii movie, na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Karibu enjoy, karibu like, subscribe na uendelee kuenjoy kazi nzuri za moto kama hizi.